Mwanzo 22:16 neno la Mungu linasema, akasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuia. Tafsiri nyingine anamwambia because you obey. Listen, sio Sara, ni Ibrahim. Because you obey this, nimeapa kwa nafsi yangu. Yani imagine, unawezaje kumlazimisha Mungu kuapa? Watu wanafikiri sadaka ya kumtoa mtoto wake ndio alimfanya Mungu akambariki. No, sadaka haikumbariki, ni utii wa kusikia sauti ya Mungu ndio ulimfanya Mungu akaapa. Imagine neno kuapa, manake hilo jambo halitenguliwi na mtu yoyote. Even Mungu mwenyewe hawezi kutengua. For the first time Mungu anasema ninaapa kwa jina langu, manake his name is above all name. Manake hakuna kiapo kikubwa zaidi ya hichi. Nisikilize, tunaweza tukatafuta maisha tu Bwana, tukatafuta blessing kwa kuomba, kwa kumwambia Mungu natoa laki nipe laki. Poor mind. Kuna wakati Mungu anatusaidia kwa sababu ya ujinga tulionao, but ujinga hautusaidii kwenda mbali. Tutasaidiwa na kubaki hapo hapo. Kama kuna Mungu ambaye unamwambia unampa laki akupe laki, you need to change huyo Mungu, kwa sababu maybe unahitaji kubariki zaidi ya vile unavyoomba, maybe unahitaji afanye zaidi ya vile unavyotoa, lakini kwa sababu ya kumtii sauti yake. Sikiza, Abraham alibarikiwa na Mungu, hajatoa sadaka. Abraham wakati anatoa sadaka alikuwa ni tajiri ambaye alikuwa na mifugo nchi nzima. It doesn't matter alipenda au hakupenda, kwa sababu Biblia haikusema kwamba alitoa kwa moyo wa furaha au huzuni, but Biblia inasema alitoa. Manake huyu mtu alishadecide kumwamini Mungu na kumtii Mungu whoever. Huu ni utii wa juu sana katika ulimwengu wa roho. Manake huyu mtu wa kwanza kumtii Mungu leo alianzia kwenye Mwanzo 12 alipomwambia ondoka na nyumba yako mpaka sehemu nitakayokuelekeza. Wakati Mungu hajambariki, alitaka mtii kwanza. Kuna vitu vingi Mungu amekusemesha kwenye maisha yako, lakini unasema unajua Mungu ni wa rehema. Ni kweli Mungu ni wa rehema, na ndio maana unaishi watoto wa Bwana. But kwenye masuala ya mafanikio sio swala la rehema. Weka rehema kwenye pake.